Kamal, the president bunge la mwananchi Githurai, najua tunapiga siasa lakini pale pengine pia tuna discuss issues that affect communities. Kwanza kabisa ningependa kutuma risala za rambirambi kwa Bilal, my colleague actor ambaye amezikwa Machakos na amezikwa kwa sababu ya ugonjwa wa diabetes. Ningependa tu kidogo kuashiria wanabunge na Wakenya wote kwa ujumla kwamba tafadhali wanabunge, najua ni kugumu, hali ni ngumu, lakini everything yenye tunakula kuingiza kwa tumbo yetu tafadhali tuangalie. Tusije tukaweka takataka mingi sana kwa mwili yetu in form of sugar and all those things, na mwishowe zikakuja zitakatuletea shida. Naomba tunapotembea tafadhali, vile tulikuwa tunafanya wakati wa corona, hand washing is a must. Kila kitu, kufanya mazoezi ni a must. Kula chakula ambayo haujui kimetoka wapi kwa sababu tu tuko na njaa. Tafadhali, ukipoteza maisha yako wanakuzika na maisha yanaendelea mbele. Sisemi kwa sababu mwenzangu amekufa ugonjwa wa sukari. Nasema kwa sababu nimeona kwa mitandao na nimeongea na wabunge mchana, tukazungumza kwamba tafadhali, everything that goes into your body ni same na medicine. Kila kitu ambayo inaenda kwa damu yako tuiangalie. Tusikule tu pahali popote, kitu chochote, sehemu yoyote, wakati wowote. Naomba kuashiria wanabunge na Wakenya wote kiujumla kwamba kila kitu tunaweka kwa tumbo yetu tuangalie. Na hii sukari tuiangalie sana, imeangamiza watu. Watu wamepata shida kwa sababu ya ugonjwa wa sukari. Wanabunge oye! Wanabunge oye! Let's watch ourselves. Hata tukitafuta inji nzuri, tutafute mali bila kuwa na afya, yote ni bure. Naomba tu wanabunge wenzangu, let's prioritize hata kwa watoto wetu, bibi zetu, familia zetu. Every single day tukunywe maji kwa wingi, tunawe mikono every time, tukule matunda tukiwezewa na tukule mboga tukiwezewa. Tukikula nyama, tukule nyama ambayo imepikwa in good condition na imepikwa ikaiva. Wanabunge oye! Mimi ningependa kusema hivi, we are losing people every single day. Watu wanakufa kwa sababu ya haya magonjwa ambayo tunaweza kuyaavoid. Tunajua wanasema ajali haina kinga, lakini ajali zingine ziko na kinga. Ajali zingine ziko na kinga. Ningependa whatever we eat to our stomach, tafadhali tuchunguze. Na hii mikono yetu, I'm encouraging, tafadhali don't just shake hands anyhowly. Ikiwezekana use the fist so that you keep clean, na tusikule chakula, matunda ovyo ovyo bila kuyaosha na bila kunawa mikono. Wanabunge, ningependa kuambia vitu zingine tunaweza avoid, na haihitaji tukue matajiri ndio tuweze kuavoid hii maneno. Hata watoto nyumbani, tengenezeni vile tulikuwa tunanawa mikono kwa wakati wa corona. Mtoto akitoka kwa washroom, wacha huyo mtoto anawe mikono. Tu encourage watoto wetu. Mama zetu mnaweka makucha, mmeweka makucha inaweka hivi. Hayo makucha ndio inatupakulia chakula. Hayo makucha kama ni chafu au ni safi hawezi kujua. Let's encourage our kids to keep their nails short. Let's encourage our mamas to keep their nails short so that hiyo uchafu. Imagine wakati unatumia tissue kwa choo na wakati unatumia na makucha yako ni mrefu. Wakati wanavaa yale makucha wameivaa, hawezi ona kama uchafu na bakteria ziko pale. Ya mwisho ningependa kuencourage ya mwisho kwa sababu mtu ameniongelea. Utaona wabunge wengi sana wameng'oa meno. Wengi sana meno imeondoka. Kwa sababu gani? Ningependa kusema we don't need to brush our teeth every time. Lakini kupitisha tu mswaki bila dawa kwa mdomo
before mtu aende kulala. Hiyo ni a must. Si lazima ikuwe toothbrush yenye imenunuliwa, hata ile ya kijiti kupitisha kwa mdomo na kugargle, so that tusilale na vyakula kwa mdomo, bakteria zifanye kazi, tutoke meno tuondoke. Si lazima tujikomboe, wanabunge? Tunataka, kama tunakupigania, hakuna haja upiganie inji useme one term utoe Ruto uweke mtu mwingine alafu kufa hata usione huyo mtu akiwa prize, si ndio? Lazima tujichunge. Asanteni, ningetaka kuongea hiyo kidogo.